Najaribu kufikiria vile watu kuinje wamejiweka roho ya unyama. Yani maisha yao wameyaona kuwa ya muhimu sana, lakini maisha ya watu wenzao si ya muhimu. Na ndio maana kwa pesa kidogo tu jamaa ameongwa ama kulipwa, amwambia enda katoe nafsi ya mtu fulani, enda kaitoe roho uhai wa mtu fulani. Jamaa anafanya chapchap. Mwishowe jamaa amefanya hivi, ameshikwa, pesa zenyewe hazijamsaidia, aliua mtu asiyekuwa na hatia. Naangalia watu wengi tu wamekuwa wakiuawa katika njia tofauti. Wanauawa kutokana na risasi, wengine wanachomewa manyumba kwa sababu ya mashamba tu. Yani inaogofya sana, inatisha na inasikitisha sana. Hadi kuna jamaa alichomea watu 9 ndani ya nyumba, kisha maana ni ardhi jamani. Kuna wengine wakaletewa tingatinga kubomoa nyumba yao, kisha maana ni ardhi. Mbunge wa Kasipul Charles Were na yeye akapigwa risasi, kisa ni siasa tu. Jamani, tuweni na utu kabisa. Utu umetutoka kama wanadamu. Maisha ya binadamu tumeona kuwa kama maisha ya ndege, maisha ya mdudu. Maisha inaondolewa kiholela, watu wanauawa, wengine wanachomewa nyumba zao, wengine wanachomwa wakiwa ndani ya hizo nyumba, kisa maana ni ardhi. Wengine wamekuwa wakiletewa tingatinga ili kubomoa nyumba zao, kisa maana ni ardhi. Mbunge wa Kasipul na yeye aliuawa, kisa na maana ni siasa. Haya ni vitendo ambavyo vinafaa kukashifiwa kwa hali ya juu. Ni vipi mwananchi atafurahia taifa lenye amani? Kama mwanasiasa mwenye ulinzi anaweza kuuawa hata akiwa na ulinzi wake, itakuwaje kwa mwananchi ambaye hajulikani? Kwa nini ubinadamu umetutoka? Na kwa nini tukaruhusu roho ya mnyama kuweza kuingia ndani ya madamu na kutawala? Haya yanafaa kukashifiwa kwa hali ya juu. Najua walisema siasa ni mchezo mchafu, lakini nikashangaa, licha kuwa siasa ni mchezo mchafu, lakini bado wanasiasa, bado vijana chipukizi wanatamani kuingia katika mchezo huo mchafu. Sasa utaambiaje mtu mchezo mchafu na mwenyewe unaingia katika mchezo huo? Ni vipi taifa la Kenya litafurahia uzalendo uliodhibitika? Uzalendo ambayo ni ya kumpenda kila mmoja aliye nchi ya Kenya ajisikie ako nyumbani. Inatufanya sisi tusiokuwa na ulinzi, tusiojulikana, kujiona kama watu wasiofaa, watu ambao hatuko katika taifa letu, tuko katika taifa la wenyewe. Serikali lazima iweke udhibiti ya kulinda maisha ya wananchi wake.